tunaposema kila afanyaye atafanikiwa, manake haina maana kwamba hayatatokea matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ila kila afanyalo atafanikiwa. Naongea na watu hapa. Mcha Mungu yoyote, neno lake Mungu limesema kila afanyalo atafanikiwa. Naomba ulibebe neno likae ndani mwako. Kwa hiyo ukiona ufanikiwe, manake lazima ujitafakari. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu mwenye haki anatajwa kwamba sasa ni yule ambaye ameamua kumfanya mapenzi ya Mungu, na ni yeye asiyejua kufanya dhambi. Yeye aliyekataa maovu anaitwa mwenye haki. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 21, tunaona ni nani mwenye haki au mkamilifu au anayehesabiwa haki. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa na haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Mwenye haki ni yule asiyejua kutenda nini? Dhambi. Kwa hiyo usipotenda dhambi ni mwenye haki. Kwa hiyo Yesu sasa, kwa sababu kwa mwenye haki, alifanyika dhambi ili sisi tuwe wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye haki ni mtu aliyeokoka na katakaswa kwa damu ya Yesu, na anaishi maisha yanayompendeza Mungu, si kwa nguvu zake bali ni kwa neema. Wafilipi 3 mstari wa 9. Wafilipi 3 mstari wa 9. Wafilipi 3 mstari wa 9. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 9. Neno Mungu anasema, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yote kufikia kiama ya wafu. Bwana Yesu asifiwe. Na haki tunaipata kwa njia ya imani. Haki tunaipata njia gani? Kwa njia ya imani, kumwamini Kristo Yesu na kuamini kufa kwake. Alikufa kwa ajili yetu sisi ili tupate haki katika yeye. Haleluya. Kwa hiyo mwenye haki ni yule mtu asiyejua kutenda dhambi, anayempendeza Mungu si kwa nguvu zake bali ni kwa nguvu za Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo atupate haki kwa njia ya sheria, tunapata haki kwa njia ya imani. Kwa njia ya nini? Ya imani. Kwa hiyo ukiwa sehemu yoyote, hata yenye maficho, usifanye dhambi kwa sababu Mungu anakuona, ndio imani. Haleluya. Kwa hiyo mwenye haki yeye atajitunza si kwa nguvu zake. Kwa maana dunia inakushangaa, unawezaje kuacha dhambi? Sio kwa nguvu zetu, bali iko nguvu inayoingia ndani inatusaidia kushinda hiyo dhambi. Tuko pamoja? Sasa baraka kuu za mwenye haki kulingana na maandiko.
baraka kuu za mwenye haki kulingana na maandiko. Ndugu zangu, nataka tutambue, Mungu anaposema utabarikiwa uingiapo na utokapo, haleluya, anamaanisha sio utani. Anamaanisha kwamba watu wake wenye haki watabarikiwa waingiapo na watabarikiwa watokapo. Watakuwa heri duniani, lakini lazima ujikague, uko kwenye njia ya haki kweli? Tukifanya kwa njia ya unafiki, hatupendi na hatuzioni baraka. Sasa Mungu anaangalia mpaka ndani. Sasa kuna baraka 7 kuu za mwenye haki. Hebu tuangalie hizo baraka kwa haraka. Baraka 7 kuu za mwenye haki. Watu wakizungumza baraka, watu wakimbilia pesa. Pesa sio baraka tu peke yake, ile ni ziada. Baraka ya kwanza ya mtu mwenye haki, aliacha uovu akajitenga na maovu yote. Baraka ya kwanza anayoipata ni ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu ni the best. Manake kuna maadui ambao tunaoni kwa macho, nao ndio wengi. Daudi anasema adui zangu ni wengi kuliko idadi ya nywele za kichwa changu. Kuna mapepo yaoni, kuna majini yaoni, kuna mitego ya kichawi yaoni. Daudi akanazungumza, wamenitegea mitego, kamba za mauti zinanizunguka. Unashangaa unapita mahali unajikwaa, kinakuwa kidonda ambacho hakiponi. Ulikuwa mtego. Kuna mishale ya kichawi inatengenezwa huwezi kuiona kwa macho ya kawaida. Kuna dunia nyingine ambayo hatuioni kwa macho, ndio dunia ya uchawi na ushetani. Naongea na watu hapo. Kama kuna watu wamefungwa akili, ni watu wasiotaka kukubali kwamba kuna dunia ya giza. Dunia ya giza ni kubwa mno, tena inapingana sana na wenye haki. Halo? Sisi hapa kama sio kulindwa na Mungu, wanangu, tusingekuwa na sekunde ya kuishi. Haleluya. Mimi nimetafuta kuuawa sio mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Sio mara moja natafuta kuuawa kiuchawi. Mara nyingi sana natafutwa na wachawi, mpaka na shetani mwenyewe. Unajua mtu kuambia shetani mwenyewe anasema, hivi wewe una level gani? Una uwezo gani? Mimi level nilionayo sio ya kupambana na wachawi wadogo. Level sione tu kwamba level ni umati. Level ni ile power inayosababisha mambo yatokee. Naongea na watu hapa. Level ya kimungu ni ile inaweza kusababisha mambo yakatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa na mchungaji ni mdogo wa kawaida kabisa. Lakini shetani akiangalia ndani, anaona hii level sio ya kawaida. Mungu atazami na shetani atazami kama wanadamu atazamavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Level za kimungu au level za ulimwengu wa roho ni tofauti kabisa na za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naomba tuangalie, cha kwanza tumesema ni ulinzi. Hebu tuende kwenye ile kitabu kile cha Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Zaburi sura ya 5 mstari wa 12, tunaona Biblia inasema, maana wewe Bwana utambariki mwenye haki, utamzingia kwa radhi kama ngao. Angalia Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Zaburi 5:12. Tumefika hapo Kitabu cha Zaburi sura ile ya sura ile ya 5 mstari wa 12. Zaburi 5 mstari wa 12. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Bwana
Yesu asifiwe. Mungu anambariki mwenye nini? Anambariki mwenye nini? Na anamzungushia ngao. Tunajua ngao Tuangalie tena Mithali 13:21. Mithali 13:21. Kitabu cha Mithali 13 mstari wa 21. Mithali 13:21. Uovu huandamia wenye dhambi. Sema, bali mwenye haki atalipwa mema. Anasema waovu huandamia wenye dhambi. Uovu humwandamia mwenye dhambi, bali mwenye haki atalipwa mema. Mwenye haki analipwa nini? Nasema mwenye haki analipwa nini, kanisa? Lazima uangalie, je, ni mwenye haki unatakiwa kudai haki? Mungu atakulinda na mwovu. Shetani ni kiumbe mkatili mwenye roho mbaya, na akijia ndani ya binadamu anakuwa roho mbaya kuliko shetani mwenyewe. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Tunaweza kupiga risasi kwa sababu ana uwezo wa kupiga risasi, kwa sababu kakuchukia tu. Shetani ameingia mle ndani. Watu wanafanya maovu, alafu nakwambia, jamani, naomba unisamehe. Huyo ni shetani. Kafanyaje? Kanipitia. Shetani umemuona na anapita, na unajua ana ubaya,